uwezo wa kufanya symphysis pubis. Symphysis pubis ni nini? Ni misuli ya mwanamke ambayo inaweza kukamata na ikamata eneo la nje, lakini pia kuna cervical muscles zinakuwa very weak kulingana na maisha. Hatufanyi mazoezi, kazi ngumu tena, wanawake hawataki, wako hivi tu juu juu. Cervix ikibeba ujauzito, mtoto akiongezeka 2 kilo inashindwa kustahimili. Miscarriage ndio hiyo. Sio kama mnanielewa. Wanaonielewa wapunge namna hii. Kwa hiyo wanawake pia na washauri, ili miscarriage isiwepo, tambua au strong your symphysis pubis muscles ama hiyo cervical muscles, ili usije ukapata nini, hiyo miscarriage. Sawa jamani? Kwa haraka kidogo, muda wetu kumbe hautakuwa unatutosha, naona mambo mengi kichwani. Kwa hiyo pia maana ushaolewa, hatutaangalia ulifanya abortion au hujafanya, tayari umeolewa. Sasa unatakiwa ulete watoto. Tunachokushauri, kama unafahamu ulishacheza na hiyo, ni vizuri uache kwanza kazi, utulie kama umeshabeba mimba, kuliko kuendelea kupenda kazi na mimba. Kimoja lazima kitafanya nini? Kitapotea. Sijui kama mmenielewa. Kwa sababu tayari wewe uko weak. You know how weak you are. Bado tena unataka uende kazi, ukachokee kule, bado mtoto yuko miezi 3, 4, 5 umefikisha, mtoto anatoka. Si ni hasara hiyo? Sasa unatakiwa uwe pale tu, daktari wa anaandika hivi, total bed rest. Total bed what? Ndio tuletee mjukuu na watu wafurahi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tatizo lingine ambalo nimeliona kwa haraka, najaribu tu kutoa details, utasoma zaidi. Si mtandao upo mtandao upo, utaendelea kuyaangalia zaidi. Nyingine ni matatizo ya mirija. Unaweza kuwa njia ni sawa kila kitu, lakini mirija tunazita fallopian tubes zinaweza kuwa tayari umeshakula chipsi ama umekula nini, vitu vya mafuta tayari, ama pia umekuwa na multiple sexual practice. Mambo mengi tu dunia hii imetupeleka hapo, na tumeolewa kwa neema na kuoa pia kwa neema. Jamani, si ndio ndoa za siku hizi? Watu wanaoa na kuolewa kwa, mbona mnacheka chini? Chicheka tu, yani jiachie tu. Jamani, Bwana asifiwe. Ni neema tu. Lakini kama ingekuwa ni ya kuscreen kabisa kwamba ninaangalia ambaye amechujika kabisa, ndoa zisingekuwa sahihi. Zingekuwa ni chache mno kabisa, kwa sababu maisha yalishatupeleka hapo. Lakini pamoja na hayo yote, neema ina gharama zake. Ndio hizo sasa. Kubali total bed rest, kubali kupima hizo fallopian tube, kubali kutazama mji wa uzazi, na kuna vitu humo vinaitwa fibroids, na kuna myoma kabisa. Kwa sababu ya mambo hayo unajikuta umepractice, mara unachokonoa na madawa ya kienyeji, mara uchomeke vijiti, mara nini, mara umemeza madawa ya uzazi wa mpango. Sasa unataka kuja kuzaa, una a lot of stuffs. Madaktari tunakutana nayo hayo, na tunawashauri kwa lugha nyepesi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa unatakiwa ujitambuanze kuwa na uzazi. Ni jambo moja kuwa mume na mke, lakini ni jambo jingine kuwa baba na mama. Walioelewa Kiswahili wapunge mkono. Kuna wengine hapo wanaofikiri nimeongea kitu kimoja. Yaani namaanisha hivi, to be a wife and husband, it is one thing, but it is another thing to be father and mother, to be parents. Am I communicating? Hiyo ni jambo jingine kabisa. Kwa hiyo kuamua kuwa baba na mama, msikurupuke. Yani kuna watu, unajua watoto wengi tumezaliwa kwa kukurupushwa sana. Yani tu walijipata katika mapenzi yao tumezaliwa, ila they did not plan. Mzee, si inakaga hivyo? Inakaga hivyo. Yani tu walijipata wako na raha zao. Mama, nini kimetokea? Ndio hivyo, Fadhili amekuja tumboni. Basi alelewe kama Bwana aishivyo, tutakutana naye miezi 9. Ndio anatokea mtu kama mimi, hata si Mungu tu ndio anaona huruma sasa awe mtumishi wangu. Yaani Bwana asifiwe. Wengine wakizaliwa ndio hawa sasa, huyu akabebe zege, sasa akasaidie fundi. Inakuwa shida hiyo. Amezaliwa mkao ambao hakupangwa. Sio kama mmenielewa. Na kitambo watu waliishi kuamini
yani kuwa na ujauzito ni miujiza. Siku hizi tunakuambia kuwa na ujauzito ni baraka yenye mipango. Kama unanielewa useme amen. Wakina mama mkisikia hayo, shaurini mabinti. Ndio umewazaa wao kwa bahati nasibu, na wao wasiendelee kuwa bahati nasibu. Bahati nasibu ni nini? Kwa si mnaelewa nikisema kuwa kubahatisha Sasa wao wasiendelee kubahatisha. Watoto wa kubahatisha nao ni mpaka pia bahati iwatembelee. Sipowatembelee itakuwa mbaya mbovu. Si mmenielewa Tufundisheni na kaeni chini. Namna ya kuplani ipo na inawezekana, na Mungu anapenda watoto waliozaliwa kwa mpango. Yaani Bwana asifiwe sana. Kutoka eneo hilo naomba niongelee ugonjwa ambao sasa una crosscut. Una crosscut kote. Ugonjwa wa kwanza ambao umeanza kuwa wimbo wa Tanzania, sijui Kenya. Yaani nafikiri ungewekewa chorus kwenye national anthem. Kule kwetu wangeweka huo ugonjwa uwe miongoni mwa chorus cha ni UTI. UTI imeanza, yani imekuwa ni, yani ukikutwa bila UTI kwanza unakuwa more special. Siku hizi bila UTI you are so special. Sijui kama mnanielewa nikisema hivi. Imekuwa kama ni ugonjwa wa kila, yani wanaume walikuwa hawezi kusema nina UTI. Ila siku hizi nasema mzee unakuta anasema hawa wanawake bwana sasa nina UTI. Anaanza kusingizia. Hawa wanawake bwana sasa nina nini? Mzee unaumwa na nini? Sasa ni homa tu. Nini? Ni homa tu. Bwana homa imekuja kwa sababu gani? Sasa unajua hawa wanawake bwana ni UTI. Sasa hiyo nayo inakuwa ni nini? Naomba nijifunze nanyi kwa pamoja kujua UTI ni nini. UTI ni ugonjwa ambao unapatikana kwenye njia ya mkojo, lakini unapatikana kwa kinyesi kuchanganyika na mkojo. Chembe chembe tu za feces zikikutana na urine, ndipo kwenye njia ya urine panaanza kutengeneza Staphylococcus na wengineo wa bakteria ambao wanaingia kwenye njia ya nini jamani? Ya mkojo. Wanaonielewa kwa lugha nyepesi hiyo. Sitaki kuongea professional ili na kila mtu aelewe. Usijifanye professional hapo ukapoteza audience. Sasa hiyo sasa inatokana na nini? Wanawake sikiliza haya haraka. Na wanaume pia nitawagonga hapo mbele kwa hii ugonjwa kwa dakika chache. Moja ni hivi. Mwanamke yeyote nguo zile za ndani ni za ndani kwenye kuvaa. Ila sio za ndani kwenye kufua. Hiyo Kiswahili imeingia. The underparts, hizo ni za ndani kwenye kuvaa. Ila zisiwe za ndani wakati wa kufuliwa. Wewe hujawahi kuona zinawekwa kule bafuni, mara kwenye vitanda, mara wapi? Zinafichwa. Yaani ni kama dhambi ya siri yani. Mmenielewa ninachozungumza hapa? Hiyo elewa tu yani, hiyo haiondoi chochote. Hiyo ielewe kama ilivyo. Sasa ni hivi, ni za ndani wakati wa kuvaa, lakini sio za ndani wakati wa kufuliwa. Zinahitaji sunlight. Zinahitaji mwanga wa nini? Zisipopata UTI kwenu itakuwa ni ugonjwa wa kurithi au ugonjwa wa kudumu. Sijui kama mmenielewa. Wanaonielewa elewa hivi. Zile sasa ziwekwe zipate mwanga wa jua kwa sababu ni vizuri. Jambo la pili kwa wanawake kwa haraka, UTI inakuwa mbaya sana ikiwa hujui hili pia. Wewe unawekaje kwenye pochi vioo, makeup, sijui nini, unaweka vitu vingi. Alafu pochi yako haina underparts zingine ambazo unaweza kubadilisha. Unakaa asubuhi mpaka jioni unauza duka umekaa tu. Baada ya masaa fulani nenda kabadilishe hiyo, vaa nyingine, weka kwenye namna zenu zile za ustaarabu. Sasa unajaza mavioo hapo, lip shine, lip balm, sijui nini, poda, mara ujiangalie. Hayo yote yasingekaa kwenye pochi kwanza. Anza kuprioritize underparts kama utaenda mahali ambapo utakaa more than 5 hours. I'm sorry. Hivi na communicate kweli? Si tunaelewana UTI inawezekana kuondoka kwenye familia zetu
kwa mambo hayo. Jambo la pili ambalo la tatu katika haya ya UTI ambayo yanasababisha UTI na kuwepo ni excessive dodging. Hiyo lugha mmeielewa? Sitaki kufafanua sana. Excessive dodging, umeelewa? Au imekuwa terminology ya kidaktari? Walioelewa hivi? Walioelewa? Excessive dodging, hebu elezea sasa. Ndio wasikie sauti nyingine pia. Wewe yeyote kati yenu. Feel free. Hii ni afya, afya hii na umri bwana. Huo mji unapokuwa unaukimbilia sana, unataka udochi, chukua vidole unadochi. Hiyo doching, unachukua sabuni unadochi. Unatakiwa uoge kwa ustaarabu. Mungu alivyoweka maisha ya wanawake, wana askari wao, wako na askari. Uko na askari wanakuaga pale mlangoni, si ndio? Wanaitwa askari wa majini. Wako tu na majimaji hivyo, wako majini pale, lakini ni askari kabisa, askari wa majini. Askari wa wapi? Majini. Wako pale. Usipowaona hao, siku inapita unajiuliza, leo askari wa majini mbona hawafanyi kazi yao? Sina hao wote wako siku zote. Askari wa wapi? Hiyo lugha si imeeleweka? Sasa hao askari ukiwaondoa kwa kwenda kuoga, unaoga unachotakiwa kwa ustaarabu, oga askari waliotoka nje ya lindo, au ndio unawaondoa. Sio kama umenielewa? Walioko kazi wabaki wapi? Simenielewa? Waliomaliza kazi waondoke, wamesha stafu wakapumzike, waende walikoenda. Lugha hiyo imeeleweka vizuri? Najaribu kutumia kwa Kiswahili tunasema tafsida, ili wewe uweze kufikiwa na ujumbe bila kumkwaza mtu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usifanye dodging. Hiyo nayo ni njia moja ya UTI kuendelea. Jambo lingine, wanawake tunajisafisha kutoka mbele kwenda nyuma au nyuma kwenda mbele. Asema hivi, inategemea na aliyekulea. Inategemea na aliye. Maana kuna wengine amelelewa na mjomba, sasa anafundishwa kujisafisha kama mjomba. Si kama mmenielewa? Mwingine amelelewa yuko na mabraza, anawaona wanavyojisafisha naye anajisafisha hivyo. Hajawa trained. Hebu tukubaliane sasa leo tuondoka na uniformity. Ni mbele kwenda nyuma au nyuma kwenda mbele? Mbona wengine nasema nyuma kwenda mbele, mbele kwenda nyuma? Huo mchakato huo sasa tutataka tunyoshe. Anayetaka kutunyoshea maelezo anyoshe mkono, mwenye uhakika na jibu lake, alafu aseme kwa nini. Si unasema mbele kwenda nyuma au nyuma kwenda mbele, kwa nini? Mama anatusaidia. Ukiona umri umeenda, kule Kiswahili tunasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Ni mbele kwenda nyuma. Kwa sababu tusipate na infection ya mama naye ametumia tafsida na ameeleweka, si ndio jamani? Ili tusipate nini? Infections, si ndio? Kuna hatari zaidi kupata bakteria wa kutoka nyuma wakija mbele kuliko wa mbele kwenda nyuma, kwa sababu nyuma pia kwenye ano kuna kitu kinachoitwa anal sphincter muscles. Kwa hiyo imefunga hivi, haiwezi kuingiza bakteria, lakini labia manora na majora zinakuwa open, ukilinganisha kwamba ukijisafisha kutoka mbele kuja nyuma kuja mbele, infection itakuwa kubwa, si ndio jamani? Walionielewa? Kwa hiyo kuanzia leo wale wa nyuma kwenda mbele tuachane nayo, twende mbele kuja wapi? Halo? Fanya mazoezi. Kama ulikuwa unajisafisha kidumedume, wanaume sisi ndio tunajisafisha vyote tunavyotaka. Maisha yanafanya nini? Yaani Bwana asifiwe. Lakini kanuni hii pia ya afya nawapa wanawake kwa wanaume pia. Ukiingia chooni, hiyo ni UTI inapambana nayo tu. Ukiingia chooni, usimuamini aliyetoka na mlinde atakaye kuja baada yako. Walionielewa wapunge mkono namna hii. Kwa kufanyaje?
Safisha choo kabla hujakitumia, ukimaliza kisafishe. Na tunasema trust none, suspect everybody. Mmenielewa hapo vizuri jamani? Naifundisha hiyo, yani sio medicine ngumu ndio mseme daktari ametukwaza na tumuelewi. Taratibu tu na tunafanya nini? Tunasogea. UTI sasa basi. Yani ukizingatia hizo kanuni nazokupa, nyingine ni unywaji wa maji. Maji yenyewe, maji huwa yanatafunwa. Mmeelewa hicho Kiswahili? Au mmefikiri nimekosea? Usichukua haya maji hivi alafu unakunywa hivi. Hiyo sio unywaji wa maji. Unless mara moja moja umezidiwa sana. Lakini kunywa maji ni kurelax. Hapo ndio nimekunywa nini? Lazima yaondoke na some bolus. Zitoke na matemate pia, na hata kama ni hizo tu ndogo ndogo iende, kwa sababu hapo kuna kitu kinaitwa saliva amylase. Saliva amylase inakuwa hapo, unaondoka na hayo mate yanaenda. Hayaendagi tu, yanaenda kufanya kitu. Yaani Bwana asifiwe sana. Na maji haya yanywewe kwa utaratibu ufuatao ili UTI kuondoke. Usiku mkilala, piga mswaki. Na nimeonaga kuna ndoa zingine wanapata changamoto hiyo. Piga nini? Mswaki. Alafu asubuhi utakunywa maji kabla hujapiga mswaki. Ile bakteria waliozalishwa usiku wakati umelala, normal floras, utakapokunywa maji ya asubuhi, ukiwasukuma kwenda ndani, wanaenda kupigana na kuwalewesha bakteria wowote wa njia ya mkojo, na unatoana nao kwa spidi kwa njia ya kibofu, na unapeleka nje. Unapunguza kitu kinachoitwa pus cells, kwa sababu kwenye UTI tunaangalia the level of pus cells. Right? Am I communicating? Yes. At least leo nimefanya mazoezi ya kitabibu. Siku zote hapa tunahubiri at least kidogo. Kwa hiyo ufanye hayo mazoezi, ndipo unywe maji sasa kwa siku glasi 8 hadi 12, manake lita 2 hadi 3, lakini inategemea na kazi unafanya nini, unafanya na hali ya hewa inategemea, lakini unatakiwa maji mengi, kwa sababu ubongo kuna wakati unashindwa kuendelea kuamua. Umeipata unakutana na situation, kazi ndio unaipenda na hela zinaingia, ila unasema hapa ilipofika ningepata dakika 10 kwanza niondoe brain jam. Hasa ukiona hiyo brain jam, maana yake oxygen imekuwa impaired. Oxygen imekuwa, mwili unataka, ubongo unataka 85% ya maji, alafu mwili unataka 75%. Kumbuka wale waliosoma chemical configuration methods wanafahamu kwamba maji ni H2O. So wale waliosoma watakwambia oxygen ni nyingi kwenye maji kuliko hydrogen. Lakini ili kubalance chemical configuration, unaweza ukaona kama hydrogen ni 2, oxygen ni 1. Lakini hydrogen inapokutana na oxygen ina double kuliko hydrogen. Kwa hiyo maji ni muhimu sana. Kama ndugu yangu pale ana chupa yake, anakunywa maji. Nimekutolea tu kama mfano, chupa nzuri. Na kwa hiyo basi umepata ofa. Sio kama hii ya kwangu ya Dasan. Yaani Bwana asifiwe sana. Kwa tunaenda taratibu. Maji Biblia yenyewe imeweka wazi, zuia koo lako lisipate nini? Kiu. Yaani Bwana asifiwe sana. Okay, UTI haina mambo mengi, lakini moja ya jambo pia ambalo ni muhimu sana kulijua kwenye UTI kwa rika zote, maana linatusumbua na linatutia kero kila saa, UTI. Ni muhimu pia kujua jambo hili. Haiishi UTI kwa sababu ya namna tunavyojitibu. Wengi tunaenda kwa pharmacy, alafu tunachukua dawa, hatujapimwa pus cells. Ukishakuwa unakunywa dawa bila kujua kwa nini unakunywa na kwa kiwango gani cha hasari umepata au pus cell kiasi gani, na wengi siku hizi ya hospitali ya mwendi, yameshakuwa madaktari wa mtandaoni. Naumwa hiki, najua dawa ni hizi.
sio lazima nikaone daktari, maana madaktari nao ukiwaona wanataka pesa kwanza. Kwa hiyo ile complication tunaikwepa. Inatuletea changamoto ya kitu kinachoitwa drug resistance. Na hiyo resistance inapokuja inakufanya wewe unatumia dawa kubwa kwa kitu kidogo. Kile kidogo kinavyozidi kuwa kikubwa, hakuna dawa inayotoshana na ugonjwa wako. Jamani, mmeelewana na mimi hapo? Kwa kitu cha maana hapa ni nini? Pima kwanza. Kama kule hospitali unaogopa watakupiga bei kubwa ya dawa, chukua vipimo, nenda na maelekezo, ndipo ununue dawa kwa pharmacy unayoiamini, kuliko kujiamlia tu. Jamani, tunaelewana sawa? Ili kuondokana na hiyo. Lakini pili, pimeni wote wawili. Yaani haiwezekani mwanamke eti mke wangu bwana ana UTI hapa, tunamuuguza hapa, yuko na UTI, alafu wewe bado jioni mnakutana kimwili. Wewe UTI unayo tu, ni vile haijachachamaa, ipo ila haijawa sasa, haijakuletea shida. Mmenielewa vizuri jamani? Mmoja akiwa na UTI sasa, tibiweni wote wawili. Hapo wanaume ndio mgogoro unapoanzia hapo. Tibiweni wote wa namna gapi? Nendeni hospitali kwa upendo. Nyinyi si ni wapenzi? Si mnakihitaji kile kitanda kiendelee kuwa sehemu ya furaha? Sasa wewe goma atibiwe, afu hujatibiwa. Maana yake kuna siku wewe utaumwa, yeye alishapona pona, maana amemeza dawa. Akiumwa yeye huyu, wewe unaumwa huyu. Mnazungukana tu hapo. Na wanaume ni wabishi kwenda hospitali. UTI iko hapo, yeye anameza maji mengi tu. Maji mengi, kulala. Vipi mzee, twende hospitali? Ngoja nilale kidogo. Vipi, twende hospitali? Ngoja nimeze Panado. Vipi, mara Meloxicam. Sijui ni dawa nyingi. Ndio maana wanaume wengi wanakufa mapema, na wengi wakiwa wazee. Magonjwa yanayowaua sana ni tezi dume, figo, ini, moyo, kwa sababu walishakuwa scraper. Mashine zimesha feli kwa sababu ya huo ubishi na maisha magumu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwenda check up sio dhambi. Chekiwa, onekana, tibiwa. After so saying, UTI inaweza kwisha tukiziangatia hizo kanuni muhimu sana. Wangapi wamefurahia kuisikia UTI ikienda? Uchawi mwingine hapo ni PID. Hiyo nayo ina cross all marriage and all ages, right? Hasa walioana hawa. Unajua mkisha kuwa mnafanya mapenzi, PID nayo inaweza kuwatembelea kama anko makini. Lakini kwenye UTI sijasahau kitu, nimesahau, Roho amenikumbusha. Ni huo mtindo wa kuchoma wanaume kwenda. Sasa mama huku ametibiwa, yuko msafi, analetewa introduction mpya, na wanakutana UTI wa zamani na UTI mpya, wanaanza kugombana. UTI zinazidi kuchachamaa hapo kwenye mwili. Wanaume pia tuwasaidie wanawake kutulizana ili UTI iondoke. Lakini wanawake nao siku hizi sio wa kawaida, sio wale wakina mama wa zamani. Akipata mahali mchongo, yani anasoma ramani ya hela ya kumsaidia chama, alafu wewe mwanaume ni mkavu. Jamaa kule anamwahidi pesa, anaenda anasema kwani UTI nitajitibia tu hapa haraka. Pap, analeta UTI tena nyumbani. Anaenda chama, anaendelea kwenda chama na UTI, kanisani UTI, nyumbani. Sasa hayo mambo gani? TBN hilo jambo liishe, tuachane nalo kwa jina la Yesu. Jamani, tumeelewana? Uaminifu nao ni changamoto. Baada ya kujifunza hayo yote, kwa kuwa nina mengi zaidi pia, naomba kupata maswali ndio nisikie kama kuna mtu anataka kuelewa zaidi ama ana kitu cha kuongeza. Wataalamu hapa ni wengi, na hapa uona sijashika summary. Kwa hiyo kusahau ni kawaida. I'm not a machine. Karibu. Naona mikono miwili, utaanza pale. Nitafika hapo. Ama unasemaje? Umesema nigusie. Ndio nasema nitagusia. Ama tumepishana Kiswahili?
Amenielewa kweli? Umenipata mwana? Uwe na amani. Haya. Ilikuwa huyo afu na kuleta samani. Symptoms za UTI. Simumsaidie, mtaje moja moja haraka haraka. Yoyote tu dalili ya UTI. Itching. Can we consider itching to UTI? Nakataa, hiyo inaweza kuja ila ni secondary. Yaani ni pale ikiwa imekomaa yani. Nataka hiyo ni sawa, nakubaliana nayo. Lakini inapokuwa inaenda kwenye itching, hiyo sasa inaenda kumfuata mwenzake PID ni kama inataka kukomaa kufika hapo. Lakini we'll put it, prioritize a discharge. Naomba pia niweke huko kwenye PID. Ukiona inaanza kuleta na discharge, kuna kitu kinakuja huko kwenye PID. Kuna zile tu dalili ambazo tukiziona tunajua pain where? Pain inaweza kuwa pain during maturation. Hilo ndio neno sahihi. Pain during maturation. Yaani unapata maumivu unapokojoa. Wewe mwanamke au mwanaume, hiyo ndio dalili, naikubali. Nimeiweka tu sawa zaidi. Dalili nyingine? Kukojoa mara kwa mara. Tutaiweka huko kwenye sukari. Lakini inaweza tu, lakini those are minor. Nataka ukichukua dalili kama 5 ukishazijua unasema hii ni UTI sasa. Lakini sikupi dalili hapa ili ujitibie. Maana hutajua parcel ni ngapi. Si ndio jamani? Au na parcel nipeane. Mimi sio nabii na mimi sio maabara. Inaitwa nini kwa kizungu ndio muweke sawa? Lower. Mtakuwa hata madaktari wote. Wengi wanasema lower stomach pain. Hatuna stomach. Ni lower abdominal what? Pain. Powerful. Those are the signs. Regular urination. Ninaikubali hivi. Nataka 5. Hizo ni ipo but they are so weak somehow. Strong ones. Simwenda haraka jamani. Nyie si ndio au mwagi UTI? Nyinyi ni watu wa Mungu sana. Yaani hata UTI hampati. Headache naikubali, lakini na kuwekea pale inakuwa na temperature inapanda above which Celsius ngapi? Above 37 degrees Celsius. Sawa ngoja niwarahisishie sasa dalili kubwa. Nilikuwa tu nataka mchangie sasa nisikie. The color of the urine can change. I agree. Strong one. Which color do we most see it as when we got what? We got what? UTI. Color yake inakuwa nini sana? Haya, nione wataalamu walioko hapa. Ikiwa Coca-Cola like a urine ni dalili ya nini hiyo? Ikiwa Coca-Cola like a urine au urine like a Coca-Cola. Haya, tuziweke sasa za pamoja. Sio nataka kuwa na kwa panty unaona scent za yeast. Za yeast tutaziweka kwenye PID. Unajua kuna small line between PID and UTI. Na hapo na pia kuna hizo mafungus. Zinaweza zote kuchora mstari ukafikiri ni kama kitu kimoja. Lakini UTI kuwapendwa inakuwa na dalili zifuatazo. Kwanza chukua hivi, unakuwa na all malaria like symptoms plus, umesikia hiyo professional language, all like malaria symptoms plus. Sasa hapo nitaanza tena kupata darasa jipya. What are the malaria symptoms? Hizo zote mnazosema sasa. Kwa hiyo mtu mwenye UTI anakuwa na dalili nyingi za kimalaria, si ndio? Plus the followings.
Sasa hizi ndio zina distinguish between malaria and UTI. Ya kwanza ni maumivu wakati wa kukojoa. Sawa? Ya pili, low abdominal pain. Hapo chini ya kitovu hapo panauma, hapo panakuwa panauma hapo. Ya tatu ambayo inaweza kukufanya pia ujue, pain radiating going backward, right? Ya nne ambayo unaweza kuipata pia, maumivu yanaenda mpaka kwenda mgongoni na mabega. Those are the strong ones. Mtu akija, daktari, na homa na nini na nini na nini, symptoms za malaria, tunakusikiliza. Lakini daktari, nikikojoa maumivu, chini ya kitovu kunauma hapo, na maumivu yanahama na mgongo, na pia unafanya nini? Unauma. Na hayo maumivu daktari yananiuma mpaka hapa, mpaka hapa. Tunakuambia wewe tayari tumekumulika kwenye UTI. Na kwa hiyo tunakuwa na differential diagnosis ya kwanza UTI, ya pili malaria, ndio tunaendelea na zingine hivyo. Sawa? Sasa pia kitu kingine ambacho kitakuwa ni dalili ni hiyo color change of urine. Inaweza kuwa imekuwa ni kama yellowish fulani, lakini baadaye kama hiyo UTI ni kubwa sana, unakuwa pia na dalili sawa na ile ya Coca-Cola like urine. Coca-Cola like urine ni dalili ya severe malaria au tunaita cerebral malaria. Mmenielewa hapo vizuri? Hiyo ni distinctive symptom ya cerebral malaria. Wapendwa wa Bwana, tunaelewana? Sasa hichi kichwa kina mambo mengi, mara mafungu, mara hivi, lakini Bwana ni mwema, tutashinda. Sasa kwa hiyo dalili nyingine pia ni pain during sexual intercourse. Pain during sexual intercourse. Hizo ukishatupatia, plus the minor change of your discharge. The minor change of what? Of a discharge. Hiyo ukituambia tena na discharge imeanzaanza, tutaongeza differential ya tatu, PID. Tukiikosa PID tukaona hauna, tunamaanisha kwamba hiyo UTI imeenda ni secondary. Jamani, tunaelewana vizuri? Swali la symptoms sitaki kudili nalo sana, maana kishafahamu hizo chache, nenda hospitali. Maana kama unahitaji symptoms, basi tukuadmit ukaanze kufanya medicine, alafu uje ututibu tena. Bwana asifiwe. But it's a very good question. Nimekupatieni hizo ni chache nzuri. Swali lingine haraka haraka hivi, au hamtaki niame hapo? Niongeza. Okay. Mara nyingine wanaume, mpaka dalili ya UTI ikubambe itachukua muda kwa sababu ya nature. Wanaume sisi tuna nini? Inaitwa nini? Mfumo wa mkojo wa kike na wa kiume umetofautishwa na nini? Eti ni nini? Hapo kuna kwenye urethra hapo kuna nini? Haya, hii biology ya Kenya nitaanza kuidoubt. Haya, sasa wanaume kuna urethra na ureta. Hiyo kitu simesikia. How are they between men and women? Urethra and ureta. Mmewahi kutofautisha hivyo vitu? Mzee anasema sasa mimi nimesoma kitambo. Asante kujitetea. Sawa, sasa wanaume mfumo wao kwenye urethra haupo sawa na wanawake. Na hii inasababisha kwamba ukipata effect mpaka ukojoe kwa kuumwa, tumbo liume chini mpaka mgongo, ni tofauti kidogo, kwa sababu hao wanawake urethra yao
ipo very near and very open, na kwa hiyo symptoms can be clearly detected, and that's how it is. Na hiyo ndio nilitaka mjue hivyo, sawa jamani? Kwa hiyo wanaume, ukiona tu mke wako anayo UTI, jifahamu kwamba mimi hata kama sasa hivi sina kabisa 100%, mimi ni candidate. You might be a carrier sometimes. You carry those UTIs and whatever, but they don't affect. Simaisikiaga watu ni HIV carrier. Ana HIV miaka 25. Yeye yuko stable. We nasa hicho chuma tu. Ukijikanyaga ukapita hapo umeuawa. Yeye haina shida kwake. Ndio inavyokuwa kwa magonjwa mengi. Rhesus factor zetu na DNA and rhesus factor na RNA zinatufanya tutofautiane katika maswala mazima ya kuwa carriers wa magonjwa tofauti na blood groups. Hivyo ndivyo wanavyosema akina Mendelian's theory and whatever the theories. Lakini hiyo tunaelewana hapo vizuri. Wanaume tusiwe wabishi, haigharimu wokovu wetu. Mke wangu naona ana UTI na mimi nimeona nipime naye ndio tuone kama tunaweza kutibiwa ama la, yeye aendelee kutumia tiba. Na wakati wa tiba mtashauriwa na daktari, bwana mpate likizo hata ya siku 14, msikutane kimwili, chezeni tu, lakini msiingie sana huko, maana tunataka mpone kwanza. Mkiendelea safari inafanya nini? Jamani, tumeelewana sasa? I think we are exhausted. Tumeshatosheka kwenye hilo. Kuna maswali na mimi nataka nisiyapuze. Hivi kuna ambacho sijasema? Karibu. Yeah. Yeah, it might be not sexually transmitted per se, but it can sometimes tunaita hiyo ni aggravating factor. Kitaalamu tunasema sexual intercourse can be one of the aggravating factors to UTI. Am I communicating? Yeah. But not 100% what a sexual transmitted disease. Very nice, and I agree. That's how it makes us to be together. Niliona mkono wako. Yeah, I should not despise, and then I'll come to you. Okay? Yes, I said it is bacterial, and also the way it is majorly caused is when feces and urine can mix up. Huyu jamaa yuko grupu gani? Ni kijana au? Aya, tumechukua 10. Jamaa yuko wapi? Singles ama wapi? Aya, tutakutana naye baadaye. Timekeeper akiwa enjoy kipindi utakoma. Sasa hiyo ilikuwa illustration ya somo moja ninatakiwa kutoa hapa. Kila kitu kina faida yake. Mwanaume akisikia maneno mengi ya mwanamke ndio anavyosikia hivyo kwenye ubongo wake. Sisi danganyi. Au mnafikiri nimewachekesha tu? It is psychological. Ndio maana ukimwongelesha maneno mengi mwanaume yeyote, kwa sababu ya blood circulation, the jugular venous pressure of the right side pushes the blood to the left one and the left to the right. Do you understand what I'm saying? Lakini ya wanawake jugular venous pressure yao iko tu inaenda hivi. Ndio maana ukimkwaza mzee, furaha yake, yani ili damu iende vizuri, ni kuongea. Sasa akiongea vile, wewe mchukulie poa, relax. Maana ndio njia yake ya damu kufanya nini? Kusakulate. Sio kama mmenielewa?
Walionielewa? Lakini kwa mwanaume ni vice versa. Akiona amekwazika alafu anasikia maneno, yani damu inapita kwa tabu mpaka ikrosi hapa ije huku, inamuumiza sana. It is very psychological. Na ndio maana wanawake, ukikutana na watu waliopata stroke 10, 3 tu ndio wa kike, 7 wote ni wa kiume, kwa sababu ya changamoto ya blood circulation kwa wanaume. Mmenielewa? Tumecheka, lakini nataka pia tuwe serious, tuelewe kuna somo hapo. Hiyo kitu ilikuwa inapiga hapo, ilikuwa kama somo. Ndio maana Biblia ikaweka tu Kiswahili cha kawaida au kibiblia. Ni afadhali mwanaume akae kwenye paa ya dari alale huko kuliko kukaa ndani na mwanamke mwenye nini? Hapo kuna psychological point of view. Ndio maana wanaume sasa akikwazika, mkono unatetemeka, viungo vinatetemeka. The option atafanya kama roho hajakaa ndani yake, akikuslap, yani damu sasa ndio inaenda sawa. Sijui kama mmenielewa. Lakini vinginevyo, kama ana Mungu, roho wa Mungu anamsukuma, anatoka barazani, anaenda chumbani. Sasa akifika chumbani, mama anamwambia, yani nilichokuambia barazani hujaelewa, nimekuja bado. Wahurumieni hao watu. Yaani Bwana asifiwe. Akiona anasumbuliwa, kama anampenda Mungu, anatoka nje, anaondoka, atakuja baadaye. Na akija tena amenyamaza, ndio ulienda haijaisha. Please have mercy on them. Yaani tumepata illustration, sawa? Let's go back to our point. Who was speaking, right? Sawa, You are right. Naona dada alikuwa anataka kuongea, hiyo ni moja ya kitu muhimu sana. Lakini pia ndugu zangu, sijui kama nitakuwa nimeenda ndani zaidi. You people must understand. Sijui huyo mwalimu aliyefundisha watu kufanya mapenzi kwa kuingiza hizo kucha kwenda ndani huko ndani hakuna kitu hivi vitu vinaweza fanya. Hakuna muujiza. Kwa sababu what you are finding is just at the upper. What you should go inside and find it there is not your fingers. Is what you have. You men, have you understand? Wanaume, mmenielewa? Is this a new insight to you? It might. Kwa sababu gani? Unavyoingiza hizi vidole, unaingiza, utawafanya pawe very solid. Ndio baadaye mwanamke hata akiishi bila wewe anaweza kuishi. Si vidole anavyo kama vya kwako. Why should she have you? Do you understand what I'm saying? Unachotakiwa kufanyia play na nini, vyote viko hapa juu tu kwenye labia manora. Play with it with your fingers while they're so clean. Don't go inside. Hatuchimbi viazi huko. Kindly, sorry. Am I communicating? Please. Ni utaalamu tu wa kawaida huo. Sasa unaenda. What is that? Utapata magonjwa mengi sana, alafu itakusumbua. Relax, it's just there at the upper. Go to internet, it will teach you the way you want, but not for evil. Am I communicating? Sababu hapo juu hapo ndo kuna hiyo kitu inaitwa clitoris. And that's all. For a woman to reach intimacy and to reach orgasm, the intimacy point will be reached by you a man, your organ. And it is not also that more far. Paka unaenda unaharibu cervix. It's not that far. Just somewhere around. And I'm not here to teach that one. Please, I was only
dealing with a small point you gave. We move forward. It seems sweet to discuss, but not that portable and applicable. Please. What causes? Blockage. Sasa hiyo, that is a bit another topic, but we'll keep on it. Maybe I'll touch it as we have only 10 minutes. I'll see. Kumbe ni paswa nifundisha hapa family life ya health family life. Ni huyu jamani afu atakuja hapa tutamaliza. Karibu. Ninapokaa kwa sababu wengi hapa mjini hapa sio kwetu. Nimekaa kwa miji Benzo. Kuna jamaa mmoja ameachana na mke wake. Kuna jamaa mmoja ameachana na mke wake, walikuwa wameoana. Anafanya kazi nje, anakuja maybe mara moja au mbili kwa mwezi. Sawa. Amekuja kwake na hapa akapatana na ugonjwa UTI. Wakaenda hospitali. Walipoenda hospitali wakapatwa watu wa UTI. Kulingana na ujumbe wa mwanaume, hajalala na mwanamke yote nje ya ndoa. Na mwanamke huyu kwa kweli hajawahi lala na mwanaume yeyote. Sawa. Ni kwamba hapa tulipokuwa tunakaa, hivi ulisema trust nobody and suspect everyone. Nilikuwa nasema hivi. Sijasema wanawake wawe wasafi, haswa kama hiyo choo zile tunazotumika. It's good unapokaa tu osha. Na wakati mwingine sisi ulivyosema sisi ndivyo unaweza simama hapa ukalenga choo yako pale ukamaliza ukatoka. Na hapa wale ambao tuko na wao hujui ni nani ametembea wapi. Na ni kwamba choo hiki hivyo ambao tunatumika. Mmoja wa hao wanaokaa hapa anaweza kuwa alikuja akaweka pale. Na jinsi ulivyosema kwamba mji huu wa wanawake uko hapa karibu. Akabeba akaleta bila yeye kujua. Na mke wake kama bahati mbaya hapo ndio mapema aliyokuja. Ikawa sasa iko hapo. Na walipofuatilia ninavyosema hivi hiyo ndoa haipo. Ni akupewa elimu na daktari. Imagine. Na ni kitu ambacho tumetumia kama sisi tulipofuatilia ni kwamba kwa sababu baadaye wengine walikuja wakawa wagonjwa na ambao hawakupata kutoka kwa yule mwanadada. Ni wanadada wengine ndio walikuja wakawa wagonjwa. So ni vizuri kwamba mahali tulipo zile choo tunazotumika. Sometimes si company yetu. Tuko na breaks. Mwambie tuko breaks. Tuko breaks. Shida ni gani? So ni kwamba nilikuwa nasema usafi ni kitu cha muhimu haswa ndio vile ambavyo tunavyovitumia. Sio kwa sababu unajiona kwamba hilo likikupata wewe una story itapata. Sasa pia nimeshukuru hiyo scenario. Unajua medicine is about scenarios. Yaani sisi tunatibu kwa scenario. Ukitupea story, si unaambiwa past medical history, client history inabeba 80% ya medication yako. Sasa ndio kama hiyo. Sasa moja ya jambo ambalo tutafanya, huenda tutaishia, mimi najua hatutamaliza pia, lakini tutamaliza hivi karibuni. Muombe tu dakika 5 tena hivi labda. Sasa si tulijua hata hatutaweza kuongea pamoja, kumbe tumeingiana. Basi dakika 5 tu labda, lakini basi haya mambo ni mazuri. Anyway, kwa kuwa ametoa scenario nitaka nijibu akiwa, lakini itatusaidia akija tujue tumesolve. Ni ya kwamba jamani, hasa hizi nyumba za kurent ama hizi nyumba tunakaa baba, mama, watoto, nini, lazima tuwe makini. Ukiniuliza tu kwenye swala la kukaa pamoja, afya sio ya kila mtu, afya ni ya mtu huyu. Si unapata hata nani ulimi. Mnavyokuwa tu mnakula,
Unaona kama hivi vijiko, sorry tizima stima. Okay, sasa we are live and so haya. Kwa hapa tunachofanya tunasemaje? Kwa mfano tu, si umenigusia hilo swala, amegusia swala hilo la vyoo kushare. Nikasema niweke msisitizo kwanza kabla sijafika kwenye mambo ya magonjwa ya ulimi. Ni ya kwamba please angalieni watu wana rent au kuishi pamoja. Kwa hapo kuna changamoto. Jamani, kuna nini? Na hiyo changamoto yenyewe ni hii. Kuwa makini. Trust none, suspect everyone. Alafu hivyo unasikia bwana. Mimi niko makini sana na namshukuru Mungu. Mke wangu anakuaga makini zaidi. Mimi si ndio naingiaga chooni. Nikifika nimekojoa zangu hivi nimetoka. Yeye akifika, mimi si ni mume wake. Lazima asafishe choo. Asafishe, aweke mambo yake atoke, na mimi nikifika nifanye yangu hivyo nitoke. Sio mume wako useme huyu ni mume wangu bwana. Mume wako kivipi? Ni mume wako mnapokuwa kwenye ndoa. Ila kwenye masuala ya afya hatuna cha mume na mke. It is individual. Mimi sinatibu watu, najua mwanamke hana HIV, mwanaume anayo. And wanaishi. And they are mating na wanazaa watoto. Doctor, like how? It's not the day. Hiyo ni story of another day. Lakini wako hivyo na wanaishi. Sijui umenielewa? Sasa kama hiyo ipo pia kwenye masuala hayo, afu pia niwape tahadhari. UTI isiwakorofishe. Hicho si ni kitu kidogo, labda kama mna sababu nyingine. Si eti mzee umeletewa kesi kwa umri wako. Wamekuja wana divorce kwa sababu ya UTI. Can that be? Si unajua tu ni daktari alivyowatisha na kero zingine, labda anamsuspect mwenzake kwamba ni mzinzi, hapo kesi inazidi kuchachamaa. Kumbe UTI ni kitu cha kawaida, kinaweza kukukuta kwa hali yoyote. Kwa mfano hapa tulivyokaa makambi asubuhi hadi saa hizi, hako kakitu kameshapa, mafluidi yamepishana, hujabadilisha, UTI imekaa. Umezini hapo ulipokaa wewe. Sijui kama unielewa. Ni usafi tu unaweza kuleta hayo. Kwa hiyo let us relax and understand. Inahitaji tu knowledge and what? And understanding. Am I communicating? Please allow me to have a move. Niweke hapo kwenye ulimi kidogo, nilikuwa nimegusiwa hapo, nikasema nisemea ulimi. Hata wanawake mnaotuoshea vyombo. Sikiza sasa. Vyombo vioshwe kwa maji ya moto, hasa vijiko. They must be soaked in clean hot water. Sababu kuna kipindi mmoja alitembelea kwetu bwana. Kumbe ana fangasi ya mdomo, ya ulimi. Kapiga chakula, katuacha, na sisi ndio tulipewa kuosha vyombo. Vijana tunaosha ovyo ovyo, tukaja kula. Subutu. Ikabamba mdongo wangu. Mama, wote watatu fangasi. Wote watatu nini? Sinio inaanza kuwa shida tena. Kwa hiyo mnatakiwa kuwa makini. Hivyo vijiko vyote, siku hizi dunia imeenda. Mtu amekuja tu, labda amekuwa na drug holiday, amekuwa na CD4 zimeshuka, viral load imepanda, inamletea fango, umempa chakula, ile fangasi inawachukua. Au mtapata HIV, ila mtapata fangasi. Yaani mmenielewa hapo? Am I communicating? Usije ukaenda kufungia kijiko chumbani. Kwa unasema cha kwangu kuanzia leo natoka nacho. Nikila ni ndani, nikitoka. Hatumaanishi hivyo. Weka usafi tu vizuri. Jamani, sawa? How many of you got me? Usije ukasema kwa dunia hii ya sasa na mimi leo naenda, mchungaji ameshanirahisishia. Ninaweka sasa kijiko ndani. Tunachosema hapa ni usafi wa pamoja na maisha yanafanya nini? Jamani, Bwana asifiwe. And so what? Wanaume, ajueni maisha ya wanawake kama ifuatavyo. Hii ni elimu ya jumla kwa ufupi. Wanawake ni waongeaji. Wa umri wote. Ni wafanya nini? Ni waongeaji. Mwanamke kwa siku asipotimiza maneno ya kutosha, usiku anakuwa na ndoto nyingi. Kureplace yale maneno ambayo ya kukamilisha,
na ndio hao wanaenda kuombewa, maana wanaota vitu vingi sana. Alikuwa na hasira na bwana wake, hajaongea hayo maneno, anaenda kuota amekabwa, yuko chini ya maji, sijui nini. Asema, hebu mchungaji nitabirie, napata ndoto nyingi. Sasa kumbe sio ndoto, ni unakamilisha maneno ambayo hukuyaongea. Maana mwanamke anamkaga na mudi nyingi. Sikiliza hiyo psychology. Kwa dakika moja mwanamke anaweza kuwa ndani ya dakika hii moja kuwa na mawazo zaidi ya 200,000. Yaani anavyoniangalia tu hivi anaweza kuwa na mawazo 200,000 in 1 minute. Mimi naongelea UTI, yeye amefika mpaka kwenye kansa ya shingo ya uzazi. Yaani ameshatembea haraka. Sijui kama mnanielewa. 200,000 kwa dakika hii. Sasa wanaume wengi wanafeli kujua. Wanawake wanabadilika kwa mwezi mara 4. Major 4 seasons. Ya kwanza, season ya kwanza ni ile ambayo they are in bleeding, wakiwa kwenye hedhi. Sasa haya wazee inaweza isiwaguse sana. Ningekuwa na muda, ndio kuna ka point nitaka hawa wazee hawa wenye ndoa kongwe ningewafundisha science in menopause. Hiyo nayo imechanganya wazee sana. Mama, sasa nahama mada. Yaani na mada nyingi kichwani. Turudi hapo. Turudi kwenye sayansi ya mazungumzo. Huko kwenye menopause patamu nako muda wake sijui ni lini. Turudi tu hapa. Kwamba hiyo sayansi ya maneno usipoijua, ndoa inaweza kuvunjika na ukafikiri wewe sio Mkristo. Ndani ya bleed anaweza kuchange akawa sio muongeaji. Unakuja sasa, wewe mama, mbona uongei? Anakukasirikia, naomba uniache. Naomba fanye nini? Ukiendelea kuongea anakuambia nakwazika. Sasa nao unajiuliza, mke wangu leo sikumkwaza. Tumeomba asubuhi vizuri, tumefanya ibada na nyimbo tumeimba, mbona haongei? Kumbe bleeding yake inamuendesha kutoongea. Sio kama umenielewa. Anakuwa tuna mudi sasa, ama inamuendesha tu asiongee na wewe, ila inampeleka kuongea na wana, anajiexpose, kama unanielewa. Usiku tena wakati wa kulala ana distance kabisa hapo mahali, maana akili yake chafu. How can this man just come, anakuja tu karibu hivi? Kwani yeye haoni kama niko wapi? Si atulie sasa. Kwa hiyo psychology hiyo mwezi, au anaweza akabadilika kwenye hiyo wakati wa hedhi, ndio anamuhitaji. After na anamuhitaji, lakini anajua haitawezekana. Anakuwa msumbufu. Mwanaume anajiuliza, au si ataniua tena? Na hizi zote amepandisha akili yangu kwenye hiyo habari, naenda wapi? Jua kipimo cha mabadiliko ya mke wako. Anabadilikaje? Ngoja nitoe kauli hii. Wanaume, ulipochagua kuoa, ratiba yako ya maisha iko kwa mke wako. Umesikia hiyo bro? Kwa nini? Yeye ndiye anayejua lini mtafurahi, lini hatafurahi, lini itakuwaje. Please abide to the timetable, or else it will disturb your Christianity. Umeielewa hiyo kitu? Wanawake ndio wako na timetable. Hata mimi si unaona na ubiri hapa, mke wangu ndio yuko na timetable pale. Kimya alivyokaa, hajaongea hata neno moja, ila ratiba yangu iko pale. Leo akipenda kunikumbatia nitashukuru, akiwa na mudi ya kutonikumbatia nitaimba tenzi za rohoni. Yaani Bwana asifiwe. Timetable iko na yeye. Kazi yetu wanaume ni kuwafanya hao wanawake wawe na regular timetable ya kutu include kwenye timetable yao. Si kama umenielewa? Kipindi cha kwanza tumesema wanabadilika. Mna haraka ya kwenda nyumbani? Maana baada ya hapa si mimi tu nawaombea muende. Hata sitaki kuhubiri, tumeshahubiri. Yesu anakuja. Wokovu umerahisishwa. Haya bana. Sasa anyway, we might be troubling someone, alafu tusijue. Sasa nilikuwa nasema kipindi cha pili kwa haraka.
ukitoka hicho kipindi cha hedhi kinaweza kuwa na tabia tofauti tofauti, na hatuna common understanding kwa sababu mwanamke huyu na huyu hawafanani wanapokuwa kwenye hedhi. Sijui mnanielewa? Jamani, tumeelewana hapa? Muelewe mke wako ndio usiteseke. Yesu ukakosa mbingu kwa sababu ya badiliko lake. Ya pili, kipindi cha pili ni soon after bleeding, inaitwa cold season. Inakuwa na siku kama 2 au 3, inategemea anakuwa na bleeding ya siku ngapi. Kama ni 3, 5 au 7, huwa wengi ni 3 hadi 5, wachache sana inakuwa 7. Sawa jamani? Sasa kama ni 3, kuanzia siku ya 4 hadi ya 9 au ya 8 anakuwa hableed, ila anakuwa kwenye cold season. Kwa hiyo anakuwa hataki pia kukutana na wewe, ila kama anakupenda na unamplease atataka. Sijui kama mmenielewa. Kama ndio alikuwa cold, lakini wewe si ndio nani yake, si ndio ovener, mweke cold. Hableed lakini hayuko kwenye hot, sasa yuko cold. Wewe mboil, mfanye ajisikie kuwa mtu sasa. Na unafanyaje? Unatumia kila uelewa wako. The language of love of your woman cannot be the language of love to my woman, but they can slightly be alike. Am I communicating, eh? Wanaume mpo hapa? Tuachane na hii mambo ya ekegusi. Dunia imebadilika. Mwanamke yuko hapa Kisii, ila anaishi maisha ya Rihanna kwenye movie. Sio kama mnanielewa? Do you get my psychology? Wewe unamuona anaongea Kikisii vizuri, lakini akili haiko wapi? Basi umemaliza. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni get to know closely the psychology of your lovely one, and that one will help you to live together happily and you will enjoy. Jamani, Bwana asifiwe. Mzee, hili somo linataka kukuambia pia mjue mke wako kabla hajafika menopause alikuwaje, na sasa yuko menopause yukoje. And life at menopause is peace, and it is even at all you enjoy and understand your partner katika umri wa uzee. Jamani, Bwana asifiwe sana. Am I communicating please? Kipindi cha 3, yani ichi kinanda huyo mtu amefundishwa kupiga leo. Poleni vijana, tunakuwa hivyo. Tuendelee tu, tuamue kuswitch off hiyo sauti, tuendelee. Si inawezekana japo sio kwa wote. Lakini mimi na assume tu iwe haiendelee. Tuendelee zetu tu hapa. Basi tuachane nayo, tu assume tunaendelea. Be at peace, relax. Tulao mwende nyumbani. Sasa shortly nikawa nasema kipindi cha 3 nikimaliza vipindi 4 mniruhusu nimalize. It is sweet but a good dancer should know when to leave the stage. And so number 3 tumesema cha kwanza ni the bleeding season, right? The second one cold season, alafu tunakuja the season when it is too hot. Sasa hiyo season ndio pale ambapo unazaa watoto kwa bahati mbaya. Maana hiyo season mwanamke hauwezi, yani kwa nature ya kawaida, yule mama alisema pale mbele kwa microphone, si ndio? Mwanamke akihitaji tendo anapewa, ila mwanaume akitaka ni probability. Si mmenielewa? Si mmenielewa? Mwanamke akitaka ni compulsory, ila mwanaume akitaka ni probability. Si mmenielewa? Just get to know the buttons. Ili kwako iwe pia sehemu ya compulsory, the buttons will help you. Hasa wanawake wengi siku hizi tunachofeli nao ni ratiba zao. Umaipatana na mwanamke saa 3 anafikiria kesho si anaenda kazini, anawaza apike chai, andae mandazi sijui chapo, apike na obokima aweke kwa hot pot nini, kila kitu apange.
Anapanga, akimaliza tena vyombo vichafu anaanza kuosha. Kuna nguo za watoto anaenda kufua. Jamaa amekaa kule chumbani anasema mpaka lini? Hali inazidi kuwa tete. Sijui kama mnanielewa. Anaanza kuimba nyimbo tenzi tenzi tenzi, anacheza simu, analala. Thyroid gland iko juu balaa, homoni ya thyroid imepanda, na akifa siku hiyo mbinguni aende. Sijui kama mmenielewa. Basi bwana, kipindi cha 4 nilikuwa sijamaliza, lakini tutaonana. Mnaweza kufanya hivi, may it be kesho after lunch. Kesho mna lunch hapa? Mko na lunch kesho hapa ama kesho mnakula nyumbani? Baada tu ya hiyo tunaweza kutana. Yako mengi mazuri ya kuongea. Blessings. Tell me and I'll come for you. We stand for the word of prayer. Najua bado tuko na hangover, tutaonana. Elda tuombe sasa. Najua sauti yako. Hebu na tuombe.